ushuhuda, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Yesu amenitendea, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Naam, kweli Yesu anafanya tena na tena na tena. Yeye huwa hachoki kufanya. Na hii ni England TV, kipindi hewani ni Praise Room. England TV tunapatikana kwenye kingamuzi chako cha Azam. Hii ni channel namba 8. Najua hujabonyeza kwa bahati mbaya. Other channel namba 8, wazungu wanapenda kusema namba 8. Na leo tumekuja na mtumishi wa Mungu na ni mwimbaji mkubwa sana, mwimbaji mzuri. Karibu sana kaka. Asante sana. Wapo mbele yako hapa watazamaji wanatamani kusikia unaitwa nani, na hapa umekuja kwa ajili ya kuimba tu au kuna mambo mengine? Karibu sana. Kwa majina naitwa Theophili Isaya Mayai. Mayai, haya mayai. Mayai. Karibu sana, karibu sana. Praise Room. Tumefurahi sana hasa tuliposikia tutakuwa na Theophili, jina fulani hivi vizuri kabisa. Ukilisikia unajua kabisa hapo kuna sauti imekaa. Naam, Theophili Mayai, umeanza kufanya huduma kwa muda gani ile rasmi? Sasa mimi hapa naanza. Kwa kweli nina muda kidogo. Maana naweza nikasema toka nimezaliwa. Nilipokuwa mdogo, ule umri fulani, unajua leo kuna ule umri fulani ule Sunday school na nini kabisa. Kule nilianza, lakini rasmi kabisa na ni mara baada ya kumaliza sekondari. Naam, ulivyosema nilianza toka nilipozaliwa nimeshtuka kidogo. Nikasema mwenzetu ulizaliwa kule kulia, wewe ukawa unapiga mavoko fulani hivi. Lakini naweza nikakupa ushuhuda dada. Yaani mimi namkumbuka mama yangu ananiambia kwamba nilikokuwa bado tumboni kwa mama yangu, tumboni kabisa, niko tumboni, nilikuwa nacheza katika mfumo ambao sio wa kawaida kwa watoto wengine. Mfumo wa muziki, ulikuwa unacheza step. Kuna namna nilikuwa ninatanua mpaka tumbo lake linanyanyuka. Kwa hiyo kuna namna huwa ananiambia, ni wewe toka ulivyokuwa tumboni kuna vitu ulikuwa unavifanya. Najua kabisa anayetoka kuna namna naweza kawa mwimbaji au dancer. Lakini bwana, sisi tulikuwa tunarusha mateke, wewe ulikuwa unacheza. Mayai, mtu mzuri kabisa wewe, japokuwa ulimsumbua mama kidogo, ila ilikuwa ni kwa faida ya mbeleni. Na wakati unaanza huduma yako ya uimbaji, ulianza ukiwa kwenye kikundi au uliamua tu kwa sababu ninaweza kufanya, acha nifanye tu mwenyewe, au ni wazazi walikusapoti, au ilitokea tu hata sielewi, mimi nilianza tu? Kuanza kwangu ninakumbuka, ukiachana na zile za nyumbani kule tulikotoka kwenye Sunday school baada ya kumaliza sekondari. Sasa nakumbuka nilikwenda kufanya masomo yangu ya chuo pale Kasulu mjini. Ndipo ambapo Kigoma. Bwana. Pale Kasulu. Kabisa. Ndipo naona safari yangu ya maisha ya uimbaji, ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji ilianzia kule. Nakumbuka nilianzia kwenye kikundi cha kwaya. Sikuanza mimi kama mimi. Nilianza kwenye kikundi cha kwaya. Nafurahi kukitaja hicho kikundi sana kwa sababu niko mahali ambapo nilianzia hata sasa nimefika hapa. Unaweza ukakuta ni bonge la kwaya sasa. Ni kwaya kweli kubwa, Kasulu Cathedral Choir. Ni kwaya ya diocese kabisa.
Nadhani mnasikia tuko naye Mayai hapa na Nadi hapa. Jamani watu wa Kigoma, hebu karibisheni wengine na wengine waambieni yupo kijana wetu, rafiki yetu, mtoto wetu pale amefika. Tumuangalie tupate kujifunza vitu, tujue ni kwa namna gani ameendelea na amefikia wapi kwa sasa. Na baada ya hapo namshukuru Mungu nilimaliza masomo. Nikawa nimepata nafasi ya kuja kufanya kazi Kahama mjini. Pale sasa ndo naona mabadiliko yalitokea pale. Kwa sababu kama unavyojua kama unavyojua ukanda wetu wa Kigoma kidogo kwenye habari ya uimbaji mpo sana. Tupo lakini hatuko katika namna ile ya uimbaji wa kisasa. Tuna wengi wana talent lakini wakitoka ndo huwa wanaonekana kidogo. Kwa nilipofika Kahama pale nikakutana pia na kwaya nyingine pale. Sasa ndo naona kama vile mabadiliko yalianza, ikawa kutoka kwenye kwaya mpaka kwenye kwaya tena. Mimi nikajua watu wa kanda ya huko, yani wao wanaimba tu, ni wote wanaimba tu. Tunamshukuru Mungu sana kwa kukuweka kwenye hizo nafasi. Nadhani kumekuwa na matokeo mazuri sana kwenye huduma zote ambazo umewahi kupita. Tofauti na kwaya, Theophil anafanya huduma zingine, au pengine akishaondoka kwenye kwaya huduma nyingine anayofanya yeye pengine ni biashara au ni kazi? Kwa kweli, kusema kweli, sifanyi huduma nyingine ya Mungu nje na kuimba. Ni kitu ambacho mimi nafikisha ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji. Lakini kusema kwamba ninafanya labda kuhubiri au kufundisha neno, kufanyaje, hapana. Mara nyingi nikimaliza tu kufanya huduma kanisani, labda mtumishi fulani anahubiri, then mimi nakuepo pale kama mwimbaji, tunaimba then anasimama. After that, the way nakuwa sina tena kitu kingine cha kufanya zaidi ya hapo. Ni biashara na kazi zangu zile ambazo nazifanya. Tunaweza kupata ushuhuda kutoka kwa Theophil Mayai. Tumekuwa tukiona watumishi wengi wakifanya huduma maeneo mbalimbali kwenye nimefuatilia sana waimbaji hasa wa kanda ya Ziwa. Wamekuwa wakialikwa sana kwenye semina, kwenye mikutano, na tunaona utukufu wa Mungu unakuwa mkubwa sana. Labda pengine kuna jambo fulani limewahi kufanyika wakati unafanya huduma ukasema, kwa sababu ya jambo hili alilolifanya Mungu, sitokuja kunyamaza kumtumikia Mungu kwa njia ya sauti. Kwa kweli ninakumbuka nilikuwa kwenye huduma ya Mwanza. Nakumbuka siku hiyo wakati tunaendelea na huduma, sijui sema ni kwa bahati nzuri au sijui ilikuwa bahati mbaya. Kwa kweli ilitokea shida kwenye upande wa uimbaji wa hizi kwaya zetu. Sasa kulitokea na sitofahamu pale kwaya na nini. Basi nakumbuka siku hiyo kwa mara ya kwanza nikasimama kuwa kama mwamuzi wa lile tatizo lililojitokeza pale. Baada ya pale ninakumbuka nilisimamishwa na kiongozi kwenye mkutano mkubwa, nikatajwa kwamba kwa kweli huyu kijana akafanya kazi nzuri. Baada ya pale nikaanza kujisikia kwamba kumbe naweza nikasimama nikafanya kitu. Toka hapo nikasema kwa kweli nitaendelea kulitangaza jina la Bwana, kwamba watu wakakuelewa kupitia Kristo. Nikawa sababu ya maelewano, ya mapatano. Nadhani unajifunza vingi na unapata vitu vizuri kabisa. Ni mtumishi wa Mungu Theophil, tuko naye hapa tena na bado tupo naye, hatujamaliza. Usikimbie wala usibonyeze kidude. Na Theophil Mayai anafanya tofauti na kwaya na nini. Umetoka kwenye kwaya ukaingia kwenye kwaya, haujawahi ukasimama wewe kama wewe ukaamua kufanya labda niimbe peke yangu au niimbe kwaya lakini niimbe na kikundi fulani. Kwa kweli bado mimi kwa upande wangu nilikuwa nimebezi kwenye
issue ya kwaya, lakini kilichoko ndani yangu mimi napenda sana kuabudu. Huwa natamani sana kumwabudu Mungu sana. So hata kwenye ikitokea labda kama wale waimbaji binafsi kwamba anakuwa mwimbaji binafsi, badala ya kuwa ile ninatengeneza nyimbo za peke yangu, natamani kuwa ninafanya zile ibada za kuabudu tu, sio kusifu, no, kuabudu, yani to worship. Yeah, kwa sababu kuna modo wangu mmoja Nigeria anaitwa Ebuka, nadhani wengi wanamfahamu. Napenda sana anachokifanya. Napenda kufanya vitu kama vya namna ile. Yeah. Kwa nini kuabudu? Kwa nini Ebuka? Okay. Ebuka bwana ana nyimbo fulani hivi zinagusa hisia za watu. Kama ulishawahi kusikia ile nyimbo, wengine wanaimba Kiswahili siku hizi, lakini inaimba kwa Kiingereza. Ile we pray, we pray, we pray, we pray. Yes. Kuna nyimbo fulani huwa anaziimba zinanigusa sana. So na mimi natamani kuimba vitu vya namna ile. Nitaomba mpaka mbingu iseme. Yes. Imekuwa ni ya tofauti sana. Imekuwa ni ya tofauti kwa sababu wengi wanatamani wafanye, waruke, wafanyaje, watu washangilie, ndio wanaona kama kuna namna wamefanya. Okay. Na wako hapa watazamaji na ndugu zako kutoka Kigoma, ndugu zako kutoka Mwanza, Shinyanga na Tanzania nzima, pamoja na nchi za nje, wanatamani kusikia zaidi, kwa sababu mwanzo umeanza tu kidogo kama kujitambulisha. Hebu jitambulishe vizuri sasa tupate kusikia ni kitu gani Mungu ameweka kwenye koo la Theophil. Karibu sana. Sawa. Kwa kweli ninapenda sana kuimba nyimbo ambazo zimebeba ushuhuda. Napenda sana. Umekuwa nami, umetembea nami. Umekuwa nami, umetembea nami Yesu. Umekuwa nami, umetembea nami. Niko hapa kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami. Niko hapa kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami. Nimerudi kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami. Nimerudi kushukuru Mungu wangu. Mungu wangu, Mungu wangu, niko hapa kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami. Nimerudi kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami. Nimerudi kushukuru Mungu wangu. Haiwe Baba, ni maombi yangu. Unikumbuke
kwanza. Aiwe Baba, ni maombi yangu Baba, unikumbuke. Mbingu zikijawa sifa, haleluya yangu iwe ya kwanza. Amen. Naam. Sasa nimeanza kukuelewa kwa nini kuabudu, kwa nini ibada ya kuabudu, kwa nini ibada ya kumtukuza tu Mungu kwa namna ya kumwabudu kwa kunyenyekea sana. Naona kabisa Mungu ameweka vitu vizuri na mafuta mazuri kabisa kwa ajili ya kuwahudumia watu. Na sisi kama Praise Room tumehudumiwa kabisa. Tupo hapa lakini tunasikia tumezungukwa na upako wa Mungu kabisa. Na bado Theophil yuko Kahama, bado anafanya Kahama, au kuna mahali ambapo tayari yupo kwa sasa hivi? Kwa kweli namshukuru Mungu, amekuwa akinipandisha viwango, hata viwango. Namshukuru Mungu. Kwa sasa sipo tena Kahama. Sipo tena Kahama. Nipo Dar es Salaam. Mjini. Nipo Dar es Salaam. Nipo na kwaya. Kama nilivyokuambia mwanzo, mimi na kwaya na mimi. Kabisa. Nipo na kwaya. Mwachani. Yes. Kwaya moja inaitwa VVC. The Voice of Victory, kama unavyoona naipenda sana. Yes. Umeamua kuja na namna gani kabisa kututishia amani. Ndio. Inaonekana unaipenda sana. Yes. Na upo hapo ni kwa muda sasa. Tayari unaona Mungu amekufundisha vitu kadha wa kadha. Unajiona kwa namna gani sasa kwa sasa hivi? Toka umeanza mpaka umefika hapa, unajiona kwa namna gani? Je, ni kweli hapo ulipo unaona ni sahihi, au kuna namna unaona kama nilikosea? Hapana. Nikwambie kitu dada Rebecca. Kiukweli hapa nilipo ni mahali sahihi. Sana. Okay? Kwenye hii kwaya ninajiona kabisa niko mahali sahihi, kwa sababu na ninajua ya kwamba sitaishia hapa, kwa sababu kwenye kukua kuna stage, na ndio maana kuna Kasulu, kuna Kahama, halafu kuna Dar es Salaam, kuna VVC. Sasa kuna kukua, na mimi kwa sababu ninaamini kwamba bado ninaendelea kukua, bado naendelea kujifunza, basi ninaamini one day naweza nikawa mahali pengine, labda mtu mwingine kabisa ambaye labda hata kunitafuta Tanzania au nipate tena. Unaweza ukamkosa. Ndio. Okay, na kutokana na nguvu kubwa sana ya Mungu hii na upako mzuri huu, kama muimbaji ni namna gani ambayo unatumia kutunza kitu kizito namna hiyo? Unajua tuko hapa tunakutazama, sisi pengine tumejaribu kuzunguruka, tumejaribu kuimba, kufanya mazoezi, lakini tumeshindwa kutunza ile namna ya atmosphere hii ambayo ipo nyumbani kwa mtumishi wa Mungu hapo anayekutazama. Kwa kweli wako waimbaji wengi, wako watu wengi wanafanya huduma, lakini huwa napenda kuambia watu wengi, yani kabla haujafanya kitu chako, hebu fanya kwanza cha Mungu. Yani kwamba kabla haujataka kutambulika mahali fulani, penda kwanza Mungu atambulike eneo fulani. Yani sio kwenye habari ya uimbaji tu, yaweza ikawa kwenye biashara, kwenye familia, mahali popote. Sasa kutunza ile uwepo wa Mungu na ile energy inayotokea wakati mtu anafanya ibada, anapofanya uimbaji, watu kama wanaguswa fulani hivi, wanafunguliwa, ni namna ambavyo wewe umejiconnect na Mungu. Unajua watu wengi waga tunatanguliza majina yetu. Okay. Tunatanguliza
kujulikana. Lakini hebu penda sana Mungu wako atambulike kwanza kabla ya wewe mwenyewe. Unajua sasa hivi naweza kawa ninaimba sauti ikawa ni ya kawaida, halafu mtu anasema mbona kama huyo sasa sauti la kawaida. Lakini ninachokifanya sio mimi, anayetambulisha ni mwingine, yule ambaye nimemtanguliza kwanza kabla yangu. Ndio maana unaona kama vile kuna kwa watu wengi wanapokwama ni pale ambapo wanataka yeye kwanza, watu halaiki ya watu imjue mimi ni fulani. Nikifanya nafanya kweli. Unajua kuna kale ka feeling waimbaji wanakuanga nako, mimi nimefanya, nimepiga kweli, kale ka kupokelewa pochi nini kabisa. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, napenda hata kumwambia hata msikilizaji, inawezekana ukawa mwimbaji unaweza sana kuliko hata sisi tuliokuwepo hapa, lakini ni kushauri kitu kimoja. Kabla hujapanda madhabahuni, hebu mwambie Mungu kwamba nataka ukaonekana wewe kwanza. Yaani ikiwezekana hata inawezekana ukawa na sura nzuri, ukawa na muonekano mzuri kuliko hata mimi, lakini lakini mtangulize yeye kwanza aliyekutuma kabla ya wewe uliyetumwa kutambulika eneo fulani. Na kumekuwa kuna changamoto fulani hivi kwa watumishi wa Mungu, hasa wa kike au wa kiume, vijana kwa waimbaji, kwamba kuna namna ya mavazi au muonekano ambao pengine unaweza ukafika mahali wakaona hapana bwana, kwa namna hii pengine unaiweka kwa namna gani hii, au labda imeshawahi kukutokea unafika mahali fulani pamoja na kwaya yako, ila kutokana tu na wewe jinsi ulivyokaa unaona huyu kuna namna hayuko pamoja na sisi. Kiukweli kabisa kabisa. Mavazi huwa yanamtambulisha mtu, muonekano huwa unamtambulisha mtu. Yaani vazi ambalo analivaa nesi, akilivaa mtu ambaye yupo kwenye bucha, ni vitu viwili tofauti. Unaweza kuviona vinafanana, si ndio? Vinafanana, lakini vile vitu tayari ni tofauti. Ni tofauti. Yule anaweza kama amevaa ile koti jeupe, yuko buchani. Yule sio nesi, yule sio dokta. Unaelewa? Na mimi naweza nikawa nimevaa suruali, jinsi ilivyo ile suruali ikanitambulisha ya kwamba huyu hafanani kabisa kuwa huyu ni mtu wa buchani. Huyu sio mtu wa wapi, wa madhabahuni, kwa sababu vitu vya madhabahuni vinaeleweka. Sio kama naeleweka vizuri hapo. Kwa mavazi yanamtambulisha mtu. Kwa unachokivaa unapoenda mahali fulani kinakutambulisha wewe ni nani. Na ndio maana utamkuta hata mtu amevaa viatu vina menomeno, amevaa na pensi, amevaa na socks mpaka miguuni na nguo, unaweza huyu ni mcheza mpira huyu. Unamjua kabisa hata kama hajakwambia. Si ndio? Sasa kitu utakachokivaa wewe kitakutambulisha kwamba wewe ni mtu wa aina fulani na unafanya nini. Na hiyo si kwamba ni kama namna fulani ya kushawishi watu wa namna hii wapate kuona kwamba kumbe tunastahili pia hata sisi tulio namna fulani. Unajua unaweza kusema nywele zimekaa namna gani, mtu mwingine ambaye hajaokoka akasema kama yule anamtukuza Mungu, kumbe mimi pia ninaweza kuwa miongoni mwao. Sio kama ni njia ya kuwashawishi ama. Yaani dada Rebeka, nikwambie nimeshawahi kukutana na hako ka scenario kwamba hii inaweza ikawa ni njia ya kuwavuta wale ambao hawapo kundini, hawapo kwa Kristo. Nikawa ni namna ya kuwavuta. Lakini kwa upande wangu nijaribu kuipima, nikaona kama haijakaa sawa. Kwa sababu gani? Ili mtu akufuate lazima kwanza aone utofauti wako na yeye mwenyewe. Uwezo kaniambia mimi wewe ni maskini, alafu kaniambia tena nikufuate wewe na kuona ni maskini. Unajua inakuwa ni kazi kidogo. Kwamba huyu wewe nakuona kabisa ni mchafu. Halafu unaniambia kwamba njoo bwana utakuwa msafi. Lakini utakuwa msafi. Halafu na wewe mwenyewe mchafu. Kama mimi nilivyo.
tunafanana wote. How can I believe you that nikija huko nitakuwa sawa, nitakuwa msafi? Sio rahisi. Kwa sababu natamani natamani kuelewa mtu unawezaje kusema kwamba unajifananisha, kwamba unajua wanasemaje? Wanasema hivi, unajifananisha na wao kwanza ili uweze kuwavuta. Lakini kuna wakati unaweza ukajisema unajifananisha ukaenda jumla, badala ya wewe kuwavuta ukavutwa wewe ukaenda ukapotelea huko. Inatokea, ndio inatokea. Sasa kwa kweli mimi ninachokiamini, mimi nimevaa suti, nimenyoa vizuri, nimevaa saa yangu vizuri, nimependeza. Mimi ninachokiamini yule ambaye amekaa rafu atanitamani mimi ambaye nimekaa vizuri. Hicho ndio ninachokiamini. Kwa kale ka scenario ya kusema kwamba haya mavazi bwana tunaweza tukatumia tu wote. Mimi hivi kweli askofu atoke amevaa pensi atoke amevaa pensi afu ameshikilia na mua mrefu, ule mua mrefu anapiga anakula anatembea barabarani hivi, unafikiri nini kitatokea? Jini hapo anasema kwamba niko na watu ambao najifananisha nao, ninawahubiri. Imagine yako inakuwa sio. Naam, tupate, kabla hatujamaliza, tupate maneno kidogo kutoka kwa mtumishi Mayai. Sisi kama waimbaji, unalo neno gani ambalo pengine ulitamani kuzungumza ukakosa mahali pa kuzungumzia? England TV Praise Room tuko hapa kwa ajili ya kukupa nafasi ya kuzungumza na waimbaji wenzio, au ambaye anatamani na mimi sasa nataka kuingia kwenye huo mtanange. Dada Rebeka, unajua England TV wanasema wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Na kwa sababu wakati ni sasa wakusema, wacha niseme. My dear brother, my dear sisters, unazukao ni mkubwa kuliko mimi. Naomba nikwambie hichi kitu. Hebu penda sana Mungu atambulike kwanza kwenye vitu vyako. Hili ni neno ambalo kila mahali ninapokwenda nikikutana na mwimbaji napenda kumwambia hili, kwa sababu ukipenda Mungu atangulie kwanza, umeapply heshima. Sawa? Yani umeonesha kwamba unatii, unaheshimu. Kwa sababu siku zote mtumwa hawezi kulingana na bwana wake. Wewe ulienda pale stage kuimba, wewe ni mtumwa, umetumwa kwenda kuliwasilisha neno ambalo, yani wewe huwa anachukulia mfano kwamba yani wewe ni kama sahani ambayo umewekwa chakula kwa ajili ya kuwapa watu. Sasa kwa sababu wewe ni sahani, hebu kubali wewe kwanza, yule aliyetengeneza chakula atambulike yeye kwanza kabla ya wewe mwenyewe uliye sahani. Kwa sababu najua thamani yako ya sahani bado iko pale pale, kwa sababu watakapomaliza kutumia chakula watakuosha. Maana yake unaweza kupata matumizi, unaweza ukapewa kabahasha. Sasa kale kabahasha usiende na mka mindset kusema kwamba kuna kabahasha, si ndio? Unajua kuna waimbaji wengi wanakuwa naenda kwenye huduma fulani kichwani mwake anajua kabisa nikimaliza kuna something. Kwa hiyo iondoke kabisa. Usipooshwa, usipotakatishwa, rudi, kuna mwingine ataitumia hiyo sahani, atakusafisha. Sio kama mnanielewa hapo. Kwa penda sana Mungu atangulie kwanza kabla yako wewe, utaona matunda. Penda sana utangulize Mungu, utaona matunda kwako pia. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Theophil Mayai hapa kutoka The Voice of Victory VVC. Amekuwa baraka sana kwenye kipindi hiki. Nadhani umepata vitu vingi vya kujifunza, na ulikuwa nami hosti wako Rebeka Jeremia. Tuende kwenye break fupi, alafu tutakaporudi tunakuja na kitu kingine, kitu kikali na kitu kizuri. Bye bye. Tumerudi tena kama ilivyo kawaida yetu, na hii ni England TV channel, other channel
namba 8 au namba 8, na kipindi hewani ni Praise Room. Kama nilivyokuambia, nitakuja na mgeni kwa ajili yako, upate kujifunza, upate kusikia kutoka kwake. Karibu sana dada. Wanaokutazama wanatamani kujua aliyepo mbele yao ni nani na yupo kwa ajili ya kitu gani? Kwa majina naitwa Angel Sekerwa, ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia ni missionary. Missionary. Anaitwa Angel Sekela. Ni binti aliyeokoka, anampenda Yesu na yupo kwa ajili ya kukufundisha siku ya leo. Sijui umekuja na kitu gani leo tupate kusikia. Leo Mungu katupa neno zuri sana kwa ajili ya watu wake. Linasema ya kwamba usifurahi anguko la mtu. Naam kabisa. Nadhani maanguko wewe unafahamu ni staili gani anayoizungumzia, na pengine wewe ni mmoja wapo ambaye umepitia kwenye situation au kwenye mahali fulani ukaona kwa hapa nilianguka, lakini hii ni kwa ajili yako pamoja na mtu mwingine ambaye alifurahia wakati wewe ulipoanguka. Sasa kaa tayari na andaa kabisa moyo wako na ufahamu wako ili Mungu akuhudumie. Karibu sana, tuko tayari kusikia. Asante sana da Rebeka. Mungu akubariki sana. Tunapozungumzia anguko, tuone kwanza maana ya anguko ni nini. Anguko ni kitendo cha kushindwa, kitendo cha kuferi, kitendo cha kurudi nyuma. Lakini pia katika anguko inaweza ikawa katika jambo fulani katika maisha, ama kitu fulani cha mtu binafsi hakijaenda vizuri na mategemeo yake. Na tunapoangalia neno la Mungu, tukisoma Mika ile sura ya 7 mstari ule wa 8, inasema ya kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Hili ni neno la Mungu mwenyewe anazungumza na watoto wake, ya kwamba hapa duniani tuko na watu wengi wametuzunguka, tuko na madui, lakini pia tuko na watu kama marafiki waliotuzunguka kwenye maisha yetu. Lakini kumbuka, ukienda kitabu cha Yohana ile sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 20 na kuendelea kidogo, unasema ya kwamba Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba ninawaambia ukweli, kwenye hii dunia mtapitia kulia, wakati huo dunia inafanyeje? Inafurahia. Lakini kumbukeni, katika hayo yote mtakapoyapitia, mwisho wake utakuwa ni wa furaha zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo mapito ama majaribu kwa mwanadamu ni kawaida, kwa Mkristo yoyote, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mtapita na mtalia, wakati huo dunia inafanya nini? Inawacheka. Lakini tunarudi kwetu sisi sasa, sisi wa Kristo. Sisi wa Kristo tunaruhusiwa kumcheka mtu anapoanguka kwenye anguko lake? Dada Rebeka, haturuhusiwi sisi wa Kristo, kwa sababu unapomcheka mtu anapoanguka katika anguko fulani, hakupenda. Ilitokea kwenye maisha yake, ikawa imetokea namna hiyo. Na kumbuka, mwenye haki anaweza akaanguka hata mara 7, lakini bado Mungu akamuinua. Ukisoma Mithali sura ya 24 mstari wa 16, inasema kwamba hivi, mwenye haki huanguka mara 7, lakini bado tena Mungu fanya nini? Umuinua. Kwa hiyo sisi wa Kristo haturuhusi unapoona anguko la mwenzako ukaanza kufurahia. Ni ajabu sana kwa dunia hii ya leo. Dada Angel, umezungumzia kwa habari ya Wakristo haturuhusiwi kumcheka mtu anapoanguka. Je, hiyo kufurahia anguko la mtu au mtu anapofeli inahusisha Wakristo peke yake ama haihusishi wa Kristo peke yake? Lakini sisi wa Kristo neno limetulenga moja kwa moja, kwa sababu tunamjua Kristo.
Ni tofauti na watu wa dunia. Mtu wa dunia akianguka, na ngoja nikwambie, watu wa dunia wanabebana kuliko unavyofikiria. Ulishaona ukiona mlevi saa nyingine anaweza akawa hana hata hela kwenda kunywa pombe, lakini mwenzake anampigia simu, uko wapi? Twende basi viwanja. Asa mimi sina hela au najisikia vibaya. Wanaenda wanampitia mwenzao, wanamnunulia. Lakini sio kwa Wakristo. Hawazimani hela za kodi wale, ujue. Ni kweli, lakini kuna mambo wanabebana. Naam. Lakini kwetu sisi Wakristo tunatakiwa tuonyeshe upendo zaidi ya watu wa duniani, kwa sababu Mungu ametuambia katika hilo, tumeonywa. Na neno la Mungu liko wazi ukisoma ile Zaburi sura ya 1 ya kwamba mtu mwenye haki ni mtu wa namna gani? Ni mtu asienda katika baraza la wenye mizaha. Mizaha, kumsema mtu ni hali ya mizaha. Anguko la mtu haombi, linatokea automatically. Na yes. Da Rebeka, kuna wimbi kubwa sana la Wakristo sasa hivi. Na inashangaza dunia. Mtu anapoona mwenzake ameanguka, badala Mkristo aenda kimbilie magotini kumlilia Mungu kwa ajili yake, ni anashika simu, anaanza kupigia watu. Mmesikia hili. Lakini kumbuka, sisi wote tuko pale. Tumeambiwa tubebeane mizigo. Lakini hilo Wakristo tumelisahau kabisa. Tunazidiwa na watu wa mataifa, wanabebana. Kwa lazima sisi tuwe watu wa kwanza kuionyesha dunia ya kwamba sisi ni watu tuliopendwa na Kristo, na Kristo ametufundisha upendo. Lazima tuwaonyeshe watu wengine upendo, ya kwamba Kristo yupo na anaishi ndani yetu, na upendo lazima kila mmoja aonyeshwe. Hatakiwi mtu kutengwa kiasi kwamba huyu ndo mwenye dhambi kuliko watu wote. Na mbaya sana kwa Mkristo, unapoanguka unabaki pale pale. Hiyo ni mbaya. Unalala kabisa. Unalala. Hutaki kuinuka. Ni ajabu. Sasa pengine hizo zimekuwa ni sababu za wengine kuona hii ni nafasi sasa ya kumcheka, pale ambapo wameona huyu mbona ameanguka na tunaona kabisa ana nguvu za kusimama, lakini bado amebaki pale pale. Na pengine tayari kuna watu baadhi ambao pengine walishazungumza naye before kwamba huko unakoelekea si sahihi, lakini akaona ni sawa. Matokeo yake anapoanguka, alafu akitegemea labda kwa sababu tulishaongea atainuka tena, alafu wanashangaa bado yupo kwenye ile nafasi. Kwa kwetu sisi wa Kristo tunatiwa moyo ya kwamba mwenye haki akianguka ana uwezo wa kuinuka tena. Wenzetu wazungu wanasema kwamba you can create a new beginning. Unaweza kuanza mwanzo mpya wa ushindi kutoka kwenye kuanguka na kuinuka. Ni mbaya sana Mkristo ukianguka na ukabaki pale pale, kwa sababu kibaki pale pale watu ndo watapata sababu ya kuanza kukuongea. Lakini ukiinuka, hata kama unachechemea, watasahau yale ambayo yalikufanya ukaanguka, ila wataconcentrate na kile ambacho unachechemelea. Ni tofauti sisi watu wazima na watoto. Mtoto akianguka, akianguka anaanza kulia hapo hapo. Akiinuka ameshasahau. Lakini sisi watu wazima tukianguka, huwa tunaangalia nimeangukia wapi, ili ya kwamba nikiendelea nisirudie kosa lile lile, kuanguka mahali hapo hapo. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni marufuku kumcheka mwenzako anapoingia kwenye matatizo. Ni kama Hana alipita kwenye changamoto ya kukosa mtoto kwa muda mrefu sana. Mwenzake aliona kama fimbo ya kumpigia, lakini kumbuka hilo tatizo hakuomba, ilitokea. Na kama inatokea kwenye maisha ya mtu, manake linaweza likakutokea hata wewe kwa namna nyingine. Inaweza ikawa sio kama kwa Hana, au inaweza ikawa sio kama vile ambavyo maisha ya Paulo kabla ya kumjua Kristo alivyokuwa. Inaweza ikawa kwa namna nyingine tofauti, lakini na wewe umepita kwenye hilo pito. Kwa hiyo unapokuwa unaangalia namna ya kujiandaa kumcheka mwenzako, jitazame wewe kwanza. Uko sawa? Dada Rebeka,
tuko kwenye dunia hii ambayo tunahitaji kuwa makini sana kutembea na Kristo na kutembea katika hofu ya Mungu. Lakini pia katika kuanza mwanzo mpya, usiogope. Kama Mungu mwenyewe alianza katika eneo la uharibifu, dunia haikuwa na chochote, alianza katika utupu. Usiogope kuanza katika utupu, hata kama ulikuwa umefika level fulani. Kuna watu wengine kibiashara wanapita kwenye hali ngumu. Sahihi ninapoongea, kuna mmoja amejifungia chumbani analia kwa sababu biashara yake imeenda vibaya. Mtaji wake aliokuwa nao amekula losi. Sasa kuna mwingine anaona kama kwamba alikuwa amemsubiria tu ya kwamba tutaona anajifanya sasa hivi anafanya biashara, ngoja ashuke alingane na sisi. Huo ni uchawi. Tulifanya, tulijua. Ulijua wapi? Kama ulijua, kwa nini wewe ukufanya? Kwa hiyo hatutakiwi kufurahia maanguko ya watu. Tunatakiwa tusimame kuwasapoti wenzetu. Msapoti mwenzako, kwa sababu unachokisapoti kesho itakuja kuwa ni mavuno kwako. Umepanda. Kama hautovuna wewe, watoto wako watavuna. Kwa sababu chochote kile unachokifanya kwenye hii dunia kimeandikwa, kiko ordered na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukicheka ni pando, umejihifadhia mwenyewe. Ukimsaidia yule aliyeanguka kainuka tena, umejihifadhia mwenyewe. Ukimshika akaenda ngazi nyingine, umejihifadhia mwenyewe. Kama hautoweza kuvuna mwenyewe, basi kizazi chako kitakuja kuvuna. Wanasema kizazi cha 3 na cha 4. Of course. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Katika kuanza jambo jipya, bado naongea pale pale, kwa sababu kuanguka kupo. Kuna watu wengine walikuwa level fulani kwenye maisha, level nzuri sana kihuduma, walikuwa wamefika level kubwa sana, lakini ghafla mambo yamebadilika, vitu havieleweki. Si kwamba huyu mtu ametenda dhambi, hata kama akiwa sawa amekosea. Kuna kumkosea Mungu, ndio. Saa nyingine alionywa, ndio. Ameanguka. Kwa hiyo katika anguko lake, wewe ukimcheka unafaidika nini? Wewe ukimcheka unafaidika nini? Bado tupo na hii ni Praise Room. Bila kusahau, pengine ulibonyeza bahati mbaya. Mimi nakwambia haikuwa bahati mbaya. Ilikuwa ni wakati wa Mungu ili wewe upate kitu kutoka kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Madam Angel. Na hii ni Praise Room channel number 8. Wewe ukimcheka unapata faida gani? Na umezungumzia kwa habari ya maanguko kwa muda mrefu. Na je, iko namna gani ambayo mtu anatakiwa kufanya? Unajua wako wengine wanakuwa wanawacheka watu na kuwaongelea watu kwa namna ya walivyoanguka bila kujua kama yako madhara au hakuna madhara kwa mtu anayemcheka mtu aliyeanguka au anayefurahia pale ambapo mwenzie ameanguka. Pengine yapo madhara au hayapo, watu wapate kufahamu ili siku nyingine akiona anaelekea kwenye upande huo aone asije akanikuta. Ukisoma Mithali 24 kuanzia mstari wa 16 ukienda mpaka wa 18, sema hivi: kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Naam. Bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Usifurahi adui yako aangukapo, wala moyo wako usishangilie ajikwapo. Bwana asije akaliona hilo. Nani? Bwana. Hapo tena sio mwanadamu. Bwana asije akaliona hilo likamkasirisha, akageuzia mbali naye hasira yake. Hapa sio mwanadamu tena. Hapa sasa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana ya kumcheka mtu. Jamani, hata kama awe adui yako amekuuzi kiasi gani, usimcheke. Nenda chumba cha siri, kazungumze na Mungu.
Bwana asija kaliona hilo. Asija kaliona hilo. Naam. Hasira ikageuka kuwa kwako. Kuna watu tumeshuhudia kwenye haya maisha ya duniani, kwa sababu ya kumcheka mtu kwa anguko, lile pando likaja likapandika kwenye familia. Hujawahi kuona familia, mama na watoto wa kike, akaona watoto wa jirani, mtoto wa jirani wa kwanza akapata mimba. Huyu jirani mwingine mwenye watoto wadogo anaanza kumcheka na sambaza taarifa mbaya mtaani. Kasahau kuwa na watoto wa kike nao wanakuja. Mwisho wa siku watoto wanakuja kukua. Yule mwenzake mmoja alipata mimba, yeye wa kwake wote watatu wamepata mimba. Na hiyo ndo wage na kujage na funga midomo ya watu. Ndio najiuliza kwamba huyu mtu unakuta na yeye ni Mkristo, anaenda kanisani. Umeelewa? Sasa kakosea wapi? Saa nyingine kuna hasira ya Mungu huwa tunamchokoza. Saa nyingine Mungu huwa tunamweka kwenye sehemu fulani aweze kufanya jambo ambalo hata yeye hataki kufanya. Kwa hiyo ametupa maonyo ya kwamba usifurahi juu ya adui yako. Usifurahi. Usifurahi hata kama amekuuzi kiasi gani. Ndio maana akasema ya kwamba tujue kuwaombea adui zetu. Kama tukiwapenda wale tuwapendao tunapata faida gani? Tuwapende, tuwaombee wale wanaotuudhi. Kwa sababu katika kufanya huko Mungu ndiye hudhihirika na uwatetea watoto wenye haki. Wewe leo Rebeka umeonewa. Umeonewa na mtu bila sababu. Na Mungu anaona kwamba una haki ya kutetewa na Bwana. Lakini ukianza kujichukulia wewe kama wewe sasa kujitetea, unaenda mbele ya adui yako na kujinadi kama wewe ndo mwamba. Mungu anaamua kunyamaza na kuacha. Hata ule utetezi au haki ambayo unapaswa wewe kuipokea, hauwezi kuipokea tena. Kwa sababu umeshachukua uhusika wa Mungu ambao yeye anatakiwa simame na kufanya jambo kwako. Kwa hiyo kuna watu wengi sana tumemnyima nafasi Mungu, ila tumesimama kwenye nafasi ya Mungu. Mtu anasema najitetea mwenyewe. Hauwezi kujitetea mwenyewe kwenye hii dunia. Kama we ni mtoto wa Mungu, kama we una haki ya kiungu, lazima ukae kimya Mungu akutetee. Jifunze kukaa kimya Mungu akutetee. Kuna watu nimeshuhudia, wadada wengi wamepata maanguko ya ajabu, mengine ya aibu. Paka kwenye social media, kwenye mitandao wamefanywa vitu vibaya, hata nyingine kwa kusingiziwa. Lakini mtu anaponyamaza kimya, Mungu amtetea, mpiganie, vitu huwa vinaenda vinaisha vyenyewe. Unajua, unaweza ukamsaidia mtu hapa. Nadhani yupo mtu anayetufuatilia ambaye anaona kabisa ni kama unamzungumzia vile. Unajua, nyakati zingine mtu anashindwa namna ya kukaa kimya. Anaona kabisa hapa nilikuwa nina nafasi, ninaweza nikazungumza, sio kwa namna ya kujitetea, lakini kwa namna ya kuelezea, ili mtu angalau aelewe kwamba haikuwa kwa namna hiyo. Unajua, inakuwa ni ngumu sana. Sijui ni mbinu gani ambayo tunaweza tukatumia ili kujilinda na kujitetea, ili tusije tukachukua nafasi ya Mungu. Kumbuka, mtu anayepitia kwenye huu wakati mgumu wa anguko fulani kwenye maisha yake, na saa nyingine anguko hilo limesababishwa na watu, na saa nyingine hana hatia yoyote kabisa. Kuna watu tu wameamua kumchafua ili waweze kufaidika, kupata sifa wao. Angalie msalaba. Solution ni kuangalia msalaba. Pale ndiko kuna utetezi. Msalaba ulibeba yote. Yesu alibeba yote. Aibu na mateso alisimama Yesu badala yake. Lakini pia huyu mtu ajue ya kwamba yeye kanunuliwa kwa damu ya thamani. Kabisa. Hakuna sehemu shetani anaweza akamchafua mwana wa Mungu. Hakuna. Kwa sababu alishanunuliwa kwa damu ya thamani. Kwa damu ya Yesu kuna maneno yatainuka, damu itasafisha. Naam. Endapo huyu mtu atakimbilia msalabani. Asikimbilie kwa marafiki mashosti. Asikimbilie kwa watu. Akimbilie msalaba. Dada, kaka, unenisikia, mama, umelia vya kutosha. Usikubali kwenda kujieleza matatizo yako kwa mwanadamu.
Mwanadamu atakusikiliza na yeye ana mahali pa kwenda kupumlia. Kabisa. Kuna mtu huwa anasema ya kwamba kama umeniletea jambo lako mimi, wewe limekushinda kukaa nalo. Unategemea mimi nitanyamaza? Mimi sitoweza. Kwa hiyo manake umeshaliuza tayari. Kabisa. Umeshaliuza. Though wako watu ambao ni waaminifu ambao Mungu huwa anawatumia kama watumishi wake kubeba mambo ya watu, wapo. Lakini ni mara chache sana kuwajua. Na ukibahatika kuwajua wale watu, basi washikilie vizuri sana. Mtu wa kuweza kubeba jambo lako, akalia na wewe, akalipeleka msalabani bila ya kulisema kwa mtu. Shukuru sana. Sana. Ni kamtiani kazito kidogo. Ni kamtiani kazito, lakini kwa neema ya Mungu, kwa kukimbilia msalaba na kwenda kuwasemelea kwa baba yetu, hapo ni mahali sahihi. Nimekupata sana. Nadhani wewe pia umeelewa na unaendelea kujifunza zaidi. Wakati tunamalizia, nilikuwa najiuliza hapa kwamba kuna nyakati zingine unaweza ukanyamaza, ukakimbilia msalaba na hivyo, alafu baadaye hasira ya Mungu ikahamia sasa kule kuna namna gani kuniwekea kunikiingia kifua, alafu pia pengine ikatokea bahati mbaya. Hasa hapo sijui nikiweka nzuri nitakosea, bahati mbaya au kwa namna gani mbegu ikawa imeota tayari, alafu tayari na yeye akapita kwenye situation ambayo naona kabisa na yeye ameanguka. Sasa mimi kusema kwa mimi ambaye alikuwa akinicheka kwamba nimeanguka, nikisema Bwana si unaona na yeye ameanguka, nitakuwa nipo kwenye usahihi au nitakuwa miongoni mwa yeye? Kwa upande huo inategemeana na mazingira. Kiukweli mimi mwenyewe nimeshashuhudia watu wengi waliowatendea watu mabaya. Alafu wale watu wakaamua kunyamaza. Unajua, ogopa mtu akiamua kunyamaza katikati ya mateso, alafu wewe ndio umesababisha hilo anguko na ulitegemea aseme jambo. Lakini yule mtu akaamua kunyamaza kimya. Yani ameamua kumwachia Mungu. Na pale maidia Mungu huwa anacheza, yani game huwa anajua kulicheza vizuri sana. Na kweli matokeo waga yanakuaga mabaya kwa hao watu waliomtendea mabaya huyo mtu. Inapotokea huyo mtu katendewa na unajua kabisa huu ni mkono wa nani? Wa Bwana. Huu ni mkono wa nani? Wa Bwana. Rudi nyuma, jifunze kwa watu wa nyuma. Kuna watu walipigwa mapigo, uliona wameenda kucheka. Kipindi cha Musa kuna watu mpaka walikuwa wanakuwa wakoma, lakini uliona Musa anacheka? Hamna. Ndio maana kuna chumba cha siri. Kama Mungu amekulipia, unaweza kaenda chumba cha siri wewe mwenyewe ukasema asante Mungu, mimi sijui ni namna gani umefanya. Mimi sijui ni namna gani umefanya, lakini nimeona anguko la waovu mbele yangu. Kwa sababu imeandikwa, utaona anguko la waovu mbele yako. Ndio maana nasema ya kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, maana watakatika mara. Kwa hiyo watenda mabaya kwa sababu wamekutendea ubaya wewe mwenye haki, hauna haja ya kutumia nguvu zako. Kwa sababu neno ndio linasema watakatika mara. Na kuna wengine mpaka wao wanapoteza maisha. Kuna wengine unasikia kabisa huyu mtu kakata moto. Sababu na unakuta watu wanatestify, wanasema ya kwamba alimtendea ubaya mtu fulani. Na ndio maana, lakini si kinywa chako kimesema. Kumbuka hilo, sio kinywa chako. Ni vinywa vya watu wanasema. Umenielewa? Kwa hiyo Bwana akifanya mwachia afanye. Anajua yeye atakavyofanya. Lakini silini wewe unajuaje? Huu ni mkono wa nani? Wa Mungu umetenda. Sasa tumecheka sana watu na tumewasema sana watu. Tufanyeje sasa ili tuondokane na ile hasira ya Bwana, kwa sababu tayari tumeshacheka na hatukuwa tunafahamu kama unachokifanya hakiko sahihi. Tunafanyaje? Na tumeshawacheka, ili isije, kama inaweza isitokee kwangu, isije ikatokea kwa kizazi changu cha 3 na cha 4. Dawa ni moja. Toba. Rudi magotini, tena kwa machozi. Omba toba mbele za Mungu. Na ikiwezekana yule mtu uliyemfanyia ubaya,
nenda katengeneze. Nenda katengeneze. Kwa sababu hujui kesho Mungu atafanya nini juu ya huyo mtu. Nenda katengeneze kwa ajili ya amani ya moyo, lakini pia katengeneze kwa ajili ya kesho, lakini pia kwa ajili ya kizazi chako kinachokuja. Kwa sababu chozi la mtu ambalo uliwahi kumuumiza huwa haliendi bure. Huwa halipotei bure. Nenda katengeneze, kapatane na huyo mtu. Omba toba mbele za Mungu. Jenga uhusiano na Mungu vizuri. Hiyo ndo salama yako. Amen. Hiyo ndo salama yako. Wapendwa, bado nasisitiza, kumcheka mtu katikati ya anguko sio vizuri. Na ni dhambi na Mungu hapendi. Na ndio maana katuonya. Jitahidi sana, hata kama alikuwa amekutendea ubaya, basi usichochee moto. Usiwe chachu kwa kuongeza uchungu. Amen. Kama unajua ni mkono wa Bwana umelipiza, hiyo ni siri yako unajua. Kaa nayo moyoni. Nenda chumba cha siri. Basi kamshukuru Mungu kama unajua ni mkono wa Mungu umekutendea. Maana kila mtu anajua namna gani Mungu anamtendea. Kabisa. Lakini kuna watu nishuhudia kama Daudi hakutaka kumdhuru Sauli. Unakumbuka? Alienda kakata kapindo kavazi. Hakutaka kabisa kumuua. Hakutaka. Kwa nini? Aliogopa mafuta yaliyokuwa kwa mfalme Sauli. Ukimwogopa Mungu, kuna vitu lazima ujiepushe, ili ya kwamba mwachie Mungu afanye na akutambulishe na atakuheshimisha kwa namna ya ajabu na kwa namna ya pekee. Naam, tupe ujumbe mfupi au neno la mwisho ambalo ulisema nikifika nikakutana na watu wa Inland TV watakao nitazama, najipanga na nitaweka msisitizo kwa jambo hili. Sasa tuko hapa. Okay. Inland TV, asanteni sana kwa kunikaribisha, kwa kuniamini. Mungu awabariki sana, na hili neno likawe sehemu ya maisha yenu. Amen. Mlishike kama vile Mungu alivyotusitizia. Tushike amri zake, tumpende. Na hii pia ni sehemu ya amri yake. Tusiwe sehemu ya kuwacheka watu, tusiwe sehemu ya kuwa sababu ya maumivu kwa watu. Tujiepushe na hayo yote. Najua ni ngumu, lakini kwa neema ya Mungu tunashinda zaidi ya kushinda. Mungu awabariki sana. Amen. Na ni wakati tulikuwa nao, wakati mzuri sana. Najua umejifunza vitu vingi na vitu vizuri ambavyo pengine ulikuwa unafahamu au haukuwa unafahamu kwa namna hii ambayo mtumishi wa Mungu ametuletea. Tulikuwa na madamu wetu mzuri sana anaitwa Angel, na mimi niliyekuwa pamoja na wewe toka mwanzo mpaka sasa ni Rebecca Jeremia, host wako kutoka Praise Room Inland TV channel namba 8. Mpaka wakati mwingine, bye bye.